na nyinyi muko na bahati kama mtende, kwa sababu ndio mmefika siku ya mwisho kutamatisha yale maneno yote. Nimechukua maoni kwa Wakenya wote, nyinyi ndio mnakuja kusema jambo la mwisho. Leo ndio ninafunga hiki kikao, nielekee jijini Nairobi, na baadaye nitatoa maoni, na ndani yake ni yale ambayo mmeniambia ya mambo ya pale Mount Kenya North. Na wengine nasema imekuwaje Marsabit na Isiolo ati ni mlima. Si ni mlima? Mkiamuka kila asubuhi si mnaangalia mlima Kenya? Kwani mlima ni nini? Si ni wale watu nakaa mlimani? Maji mnakunywa yanatoka wapi? Si natoka hapa mlima Kenya? Sasa kama unakunywa maji ya mlima Kenya, si wewe ni mtu ya mlima? Kama ukiamuka kila asubuhi ukiangalia unaona mlima Kenya, si wewe ni mtu ya mlima? Tena watu ya Isiolo na watu ya Marsabit na ile watu ya Mount Kenya West, si ni kitu kimoja? Si mzee amenivalisha hapa anaongea Kikuyu? Si yeye ni Mborana? Si anaongea Kikuyu? Sisi ni watu moja. We are one people. Unajua kwa muda mrefu sana huyu Kasongo amejaribu kutenganisha majamii. Anasema ati Rigiji ni divisive. Ati anatenganisha watu. Mimi ndio mwenye kuleta Wakenya pamoja. Na by the time Kasongo ataingia ndege kwenda Sugoi, atajua mwenye kuunganisha Wakenya ni Rigiji. Mimi silali, natafuta majamii wote kutafuta urafiki na undugu. Kwa hivyo watu ya Marsabit, watu ya Isiolo, nyinyi ni Mount Kenya North, muungane na ndugu zenu ya Mount Kenya West and East na wale ya South, watu ya Kalonzo wote, sisi ni mlima moja. Na kwa hivyo karibuni nyumbani. Hapa ni kwenu. Mkiwa hapa mko nyumbani. Musembe ile yote mnataka kusema ile mmesema hapa. Mkiwa Munyoro hakuna mtu atauliza nyinyi. Hii ndio pahali peke yake inaambia Kasongo ukweli. Watu wote wakitaka kuongelesha Kasongo wanamwambia wakiwa hapa. Na hakuna kitu anaweza fanya. Ni kulalamika tu. Sasa nasemanga mimi ni mkabila. Sasa hii Waborana wako hapa, hii ni Wakikuyu. Hii Waturukana wanalia hapa vile wameumiza ni Wakikuyu. Hao Wasomali wako hapa wanalia vile wameumia ni Wakikuyu. Rigiji ni kiongozi wa Kenya. Na ni kiongozi wa kuunganisha Wakenya wote pamoja. Na zile shida iko Kenya ni ya kila Mkenya. SHA haifanyi kazi kwa jamii zote. Nimekuwa Emurua Dikil kwa Kipsigis. Wanalia huko. Wako na shida hata kuliko sisi. Huko nimeenda ni dunia ingine, wacha Isiolo. Hakuna barabara, hakuna maji, hakuna stima, hakuna chochote. Jamii ya Kipsigis. Watu ya Ruto mwenyewe. Na ndio nikaambia Wakenya msichukie hao Wakalenjin. Hawana makosa. Msilaumu jamii ya Wakalenjin. Shida ni mtu mmoja. Na abebe msalaba kama mtu binafsi. Kwa hivyo watu wetu wa Isiolo, watu wa Marsabit, karibuni nyumbani. Na mimi nimekubalia tutatembea pamoja. Na hamtawachwa nyuma. Na ndio tunaunda serikali. Mmekuja at the right time. Mmefika ile wakati inafaa. Saa ile tunapanga serikali mpya, mmefika. Hamwezi kuachwa nyuma, hatuwezi kubali. Nikianzia mambo ya usalama katika Isiolo na Marsabit, ni mambo ya kuhuzunisha sana. Hasa hii jamii ya Waturkana wameumizwa zaidi. Kama kuna jamii imeumizwa katika Jamhuri ya Kenya, ni jamii ya Waturkana. Sijui kama wanaonewa, sijui kwa sababu ni weusi kama mimi. Wao watu wanawindwa kama swara. Kila siku wanauawa, ng'ombe zao zinachukuliwa. Hapo Isiolo ile maneno yanafanyika ni mambo hatuwezi kubali. Wameru pale Igembe North wameumizwa, wanalia. Wameuawa karibu 140,000.
Mifugo ng'ombe karibu 12,000, mbuzi 500,000 ya Wameru imeenda pale. Isiolo imekuwa ni kama captured, county ya Isiolo. Hakuna usalama, hakuna mtu ana uhakika akienda kama atarudi nyumbani. Watu wanapigia watoto yao simu usiku wakiwa Nairobi, mtuombee, hatujui kama tutaamuka asubuhi, vile wanavamiwa. Na huyu Kasongo na waziri wake anaitwa Kipchumba, kazi yao tu ni kupora mali ya Kenya. Na shida iko katika sekta ya usalama, kwa sababu polisi wameniongelesha, DCI wameniongelesha, National Intelligence Service wameniongelesha. Shida ni kwamba ile pesa ya security operations Kasongo amechukua yote. Unajua kuna ile pesa ambayo haiendi through audit ya kutafuta information, polisi wanapewa kunusanusa maneno, kulipalipa information ndio wajue ile maneno yanapangwa. Hii pesa yote pale internal security zaidi ya 5 billion shillings ambaye ni ya security operations. Kasongo na Murkomen wamechukua yote. There is no money available to security agencies waweze kuwa na intelligence ya kujua nini napangwa. Maofisa wote wa SOG, wa GSU, wa polisi, they are demoralized. Allowances hakuna. Sasa wakiambiwa waende kazi kupigana na adui wanashindwa kuamuka. Hata wale wanalida president wa presidential escort hawajapata allowances miezi 5. Huyu jamaa pesa yote ya usalama amechukua. Ile imepelekwa through the National Intelligence Service 10 billion amechukua, amepeleka State House. Ingine imeenda through DMI, Director of Military Intelligence, amechukua. Hii pesa yote unaona akihonga watu wakiwa na soprano ni pesa ya usalama. Now that is why the security situation in the country is as its worst since independence. Kwa sababu pesa ya usalama ya kusaidia security agencies kufanya kazi yao, William Ruto amechukua wakiwa na soprano, wamedivert hiyo pesa, ndio hii anahonga nayo watu kila siku. Juzi amekuja hapa Embu huyu soprano, anaita wazee wa Embu na Watharaka, anawapatia kila mtu 2,000 ati wagawanye jamii ya mlima. Wazee wanauliza, tangu zamani kazi ya wazee ni kuleta watu pamoja. Sasa hii tunaambiwa tugawanye watu, hii ni kazi gani? Wazee wameshangaa sana. Wameenda nyumbani wakiwa na huzuni, roho imechafuka. Ati mtu najiita deputy president ambaye ni Bonoko, hajachaguliwa na mtu yeyote. Ama nyinyi mlichagua hii soprano? Mnajua Mungu na haja na Sasa anapea wazee 2,000. Wazee, rais amenituma mtusaidie kugawanya mlima. Wazee wanashindwa kulala, kuaibika. Wanauliza tangu zamani sisi wazee kazi yetu ni kuleta jamii pamoja. Hii tunatumwa na soprano tukagawanye, tutaanzia wapi? Wazee wamenitumania, wameniambia tutaki hiyo ujinga. Sasa pale Isiolo, the government has abandoned the people of Isiolo. They are on their own. Wako peke yao. Polisi wako pale, hakuna kazi. They have no fuel. Hawana allowances. Hawana buduki. Hawana uniform. They are demoralized. Because President William Ruto and Murkomen, na ndio nchi imeisha. Country. Saa ile wakora wamejua polisi wataki kuenda kazi. Sasa ndio goons wako kila mahali wanahangaisha wa Kenya. Left, right and center. Ati huyu waziri ya Ruto anasema ati wewe ukijua pahali goons wako na polisi wameconfirm ati wewe usiende hapo. Sasa tunauliza sasa kanisani kwa sababu goons walikuja Osis Cathedral, watu wasiende kanisani? Kijana mtukutu wameiba mali ya Kenya, kichwa imefura. Wanaongelesha Wakenya vile wanataka. Ati waziri anaambia watu ati ukisikia goons na polisi wameconfirm goons ati usiende. Sasa kama polisi wameconfirm goons, si wawashike?
Sasa juzi kijana moja mbunge ya Mukurweini amesema, wewe Kasongo tengeneza department ya goons ya 411 ya kujulisha Wakenya pahali goons wako ndio wasiende wapi. Mtu saidie. Sababu waziri amesema ukisikia iko goons usiende hapo. Vile goons wamejaa Kenya nzima, watusaidie wafungue department ya kueleza Wakenya pahali goons ndio wasiende hapo, wasiumie. Mimi nasikia vibaya sana. Hasa ile kitu tunafanya mimi roho yangu iufike. Na nikuwe na uchungu. Na nishindwe mpaka kulala. Ni kwa sababu huyu Kasongo mimi ndio nilimsaidia. Mimi na hii watu ya Mlima tulimpatia kura milioni 4 akakuwa rais wa Kenya. Sasa hii shida yote iko Kenya, sisi ndio tulilete. Na ndio sisi kwa sababu sasa lazima turekebishe ile makosa tulifanya. Na ndio mimi nasema huyu mtu lazima aende nyumbani. Lazima aende nyumbani. Anasema Rigiji kazi ya jamii, wewe unijui vizuri. Utanijua mwaka ujao. Yote wapeleke wewe nyumbani. Mimi ndio nitaunganisha. Hapa Olkalau tumemwonesha kivumbi. Tukitoka hapo mambo hizi ng'ombe zenu. Umeuliza naenda wapi? Naenda KMC kuchinjwa. KMC ni ya serikali. Inasimamiwa na wanajeshi. Ndio hata mkifuata nyayo ya ng'ombe ampati. Si ndio? Hii ng'ombe yote Kasongo na Duale ndio wanatumana ng'ombe siibiwe, wanaenda kuuza KMC, wanachukua pesa. Na wale wanajeshi wako pale, mnatukosea. Bona mnakubali kuchukua ng'ombe ya wizi, ng'ombe ya Wakenya, ya wananchi, inaletwa pale, inachinjwa, mnauzia Wakenya, alafu mnaipa huyu Gavana Guyo na wengine pesa. Yeah. Wewe Gavana Isiolo, umechaguliwa na watu ya Isiolo. Imekuwaje wewe ndio unasaidia wizi ya ng'ombe na kupeleka nyama pale KMC? Wewe unakula jasho ya watu ya Isiolo. Unafurahia damu ya wale watu wanauawa ng'ombe sikiibiwa. Na hii damu itakula nyinyi. Hii damu hii mumemwaga Isiolo. Mwaka ujao mtakuja kujua. Mambo ya mashamba ya community land pale Isiolo. Unajua serikali ya Uhuru Kenyatta ilikuwa imetumana watu ya jeshi, watu ya National Intelligence Service. Wakafanya survey ya madini, minerals in Kenya. Kasongo alipoingia akaitisha hiyo report kwa Director General, alikuwa anaitwa Kamero. Pahali yote iko madini. Hiyo mashamba ananyakua moja kwa moja kila siku. Pale Samburu County hiyo mashamba amechukua. Hapa Isiolo anachukua mashamba yote iko na madini. Hata pale Mlima Hills nitakuwa nikitoa taarifa hivi karibuni. Iko wazungu walikuja juzi kutoka Amerika. Wanataka kuchukua hilo Mlima Hills ambaye imejaa madini ya zaidi ya 10 trillion. Pesa ambaye ingesaidia watu ya Kwale County. Wazungu wametoka Amerikani juzi wamekuja kufanya hiyo njama. Na hizo details nitakuwa nikiwachilia kabla sijasafiri. Kwa hivyo niseme mama amelia hapa. Mambo ya title deeds ya Isiolo. Mambo ya community land katika Isiolo na Marsabit. Mimi nataka kutoa ahadi nikiwa kiongozi ya kwamba tukipata nafasi ya serikali mwaka ujao, within 1 year tutaregister mashamba yote ya Isiolo. Communal land ikuwe registered, ile private land ikuwe registered. Juzi hapo wametuma ati shamba ya polisi 600 acres wananyakua without the consent of the community, without compensation. Na mimi niseme Kasongo na watu yako, hii mashamba yote mnachukua, nitakuja kurudisha kwa wenyewe. Mambo ya abductions and forced disappearances. Hiyo kijana ya Marsabit hapa amelia na Isiolo. Kenya ni nchi ya sheria.
Kama mtu amefanya makosa, shika yeye, peleka kotini, afanyiwe kesi. Kama ako na makosa ahukumiwe, kama hana makosa aende nyumbani. Hii maneno ya polisi kushika watu na kuua ni mambo hawezi kubalika. Na huyu Kasongo tulikuwa tumesikizana kabla hatujachaguliwa ya kwamba tukipata serikali, hiyo maneno ya mauaji kiholela haitafanyika. Huyu Mohamed Amin DCI ameletwa kwangu na Duale kabla hajapatiwa kiti ya DCI. Akitaka nimtemee mate na nikubaliane na Kasongo apatiwe DCI. Mimi nikamuuliza Amin, hii kazi ukipewa utakuja kuua watu? Akasema siwezi, mimi ni Muislamu. Nikamuuliza utakuja kuteka watu nyara? Akasema siwezi, mimi ni Muislamu. Nikamuuliza Mohamed Amin, una hakika? Akaniambia mimi naweza hapa na Qur'an. Nikamwamini, nikambariki, nikamtemea mate, nikamwambia Ruto, wacha hiki kijana achukue hii kazi. Kufika pale amegeuka. Mambo yote ya cover up. Kuna mama anaitwa Rachel Wandeto, Murkomen na Kaja walienda hospitali, wakatoka, wakatumana usiku, wakauawa. Amefanya cover up. Rais amesema wale watu waliua Rachel Wandeto watakamatwa. Rais wa Kenya miezi 3 hajakamatwa. Na hawezi kamatwa kwa sababu wenye kuua ni polisi. Wewe kama umesema kama rais wenye kuua mtu watakamatwa, wewe ndio rais wa Kenya, wakose kukamatwa, si kila mtu anajua ni kwa nini? Polisi ndio wameua Rachel Wandeto. Na Murkomen na Kaja wanajua. Huyu Mohamed Amin kazi yake ni cover up. Ile watu wameua yule daktari Mutiso, wengine wakasaidiwa na Amin wakatoroka wakaenda Uganda. Ile mtu alikuwa anataka kuuza hiyo shamba inafanywa cover up. Sasa ni Mungu tu atusaidie. Na kuna mzee ameongea hapa vizuri. Amesema kama hii mtu anafanya hii maneno na ni first term na anahitaji kura, akipata second term na hana haja na kura ya mtu, itakuwaje? Si nchi itaisha? Si kila mtu atauawa? Si atachukua mashamba ya watu? Si mpaka mabibi atachukua? Sasa kama sasa hii mtu ile maneno anafanya na haoni haya, mtu anatafuta kura na anafanya hii maneno, na kama hahitaji kura ya mtu. Mimi niseme mambo ya international airport ya Isiolo. Hiyo ndio airport ya Mlima Kenya, na inataka iongezwe runway kidogo itusaidie kupeleka mazao yetu ngambo, watu kusafiri, ipanue biashara katika eneo la Mlima Kenya. Lakini Ruto kwa sababu anachukia hii mlima ikiweko Mount Kenya North, ndio hawezi kubali hiyo maneno. Instead ati anataka kwenda kufanya airstrip Meru. Ya nini? Si kwanza umalize hiko Isiolo? Kwani Isiolo mpaka Meru ni urefu gani? Si ni hapa tu? Sasa wewe airstrip mpya ni ya nini? Iko international airport hapa Isiolo, ambaye naweza saidia the whole of the Mount Kenya region. Mount Kenya, hii mtu amebaki siku 359. Na unajua sema watu ya Isiolo, tulikuwa na PS anaitwa Liban, si ndio? Wa petroleum, na akaangaishwa, na nilisema kwa sababu mimi najuanga ile kitu inaendelea. Hii maneno ya mafuta ya G2, hiyo ni biashara ya William Ruto. Anafanya na mtu mmoja wetu hapa Meru anaitwa Njogu, ndio wanafanya hii biashara ya mafuta. Huyu Liban alikamatwa na ni mzee, alikuwa na ya afya, alikuwa na struggle with challenges, na hakuna makosa amefanya. Ni alikuwa anataka kufanya the right thing, kusema tulete mafuta ya bei rahisi wa Kenya wasaidike.
Lakini kwa sababu ameingilia biashara ya Kasongo, na sijui kama hakuwa na habari. Nafikiri alikuwa mzuri, ajui hata nini inaendelea. Alikuwa anafikiria Kasongo ni mtu genuine. Kama angeniuliza ningekuwa nimemwambia usiguse hii biashara, hii ni live wire. Si alifutwa kazi? Sasa PS alikuwa pale Isiolo, amefukuzwa. PS hakosa, ameumizwa bure. You people, mwenye kuleta shida Kenya ya mafuta ni Kasongo. So pole ni watu ya Isiolo, lakini hapa kikwetu iko msemo nasema hakuna mvua haikatiki. Hata ikiwa kali namna gani itakati? Si hata hii ya Kasongo itakatika? Kwani mwaka ujao ni mbali? Unajua pia hapa kwetu iko msemo nasema hata njaa ya mwaka moja namalizwa na. Kwa hivyo msijali. Familia ya Laban alihangaishwa sana, akagonjwa, akafutwa kazi. Na ninasikia mbaya kwa sababu nilikuja kumtembelea, akanipatia zawadi ya ng'ombe hapo Isiolo. Mzee mzuri sana. Mambo ya madawa ya kulevya. Unajua mimi nilimuuliza Ruto baada ya jenzi, tulikuwa tu pamoja. Akasema atapindua baraza la mawaziri. Nikamwambia sawa. Akanionyesha ile watu wanalete. Nikasema tu sawa, wewe ndio rais, fanya vile unataka. Lakini mtu mmoja nikaona hapo, nikamuuliza rais, hata wewe hii mtu sijui anauza madawa ya kulevya? Nikamuuliza huyu, si wewe unajua, si tumekuwa tukiongea na wewe vile tutahangaisha hii mtu kwa sababu ndio analeta madawa ya kulevya kuumiza watoto wetu. Sasa rais, umeleta hii mtu kwa baraza la mawaziri? Akasema bana, wacha mtu anisaidie kwa siasa. Sasa nikamuuliza hata kama ni siasa na watoto wetu. Sasa pale Isiolo tumevamiwa na madawa ya kulevya. Nilitaka nikiwa ofisini, nilikuwa nasukuma hapo ofisi ya Nakada na vile tutafanya ndio tumalize hii madawa ya kulevya ambayo imeumiza watoto wetu. Na wameumia zaidi. Ninataka niseme sina kitu mimi naweza fanya saa hii. Lakini next year, mwaka ujao, tukipata serikali hiyo wenye kuuza madawa ya kulevya, tutafunga hiyo watu yote. Hata huyo waziri ataenda jela. Evidence iko, ataenda jela. Na hii maneno ya madawa ya kulevya tutangangana naye. Mimi nikipata serikali, kuna unit nitatengeneza ya kupambana na madawa ya kulevya, ambaye mimi mwenyewe nitaisimamia on a day to day basis, mpaka nihakikishe madawa ya kulevya hasa cocaine na heroin haifiki hapa Kenya. I'll make sure tumefunga borders yote na hakutakuwa na nafasi ya madawa ya kulevya kufika hapa nchini. Hii ingine pombe haramu, hiyo nitamaliza one touch. Kwa hivyo hiyo maneno tutaendelea. Mimi nakubaliana na nyinyi, tupange siasa yetu. For the first time tunatanga tuende kwa makuzo wetu pale Kisii. Jamaa ameenda hajaenda? Na kuna mzee mmoja amesema hapa ndio asilete shida, margin ikuwe milioni 5 milioni 6. Umenijenga sana. Wewe umefikiria kama mimi. Huyu jamaa amefikiria vile mimi nafikiria. Kama pale Olokalau tuligonga margin wakiwa na 5,000, tulikuwa na 35. Walikubali kushindwa saa 1 jioni. Kura imehesabiwa saa 11, by saa 1 wamekubali. Hii ya Kasongo tukiunganisha hii mlima Mount Kenya North, West, East and South, tuongeze ya Wakenya wengine, ile ya Western, ile ya Coast, ile ya Nyanza, ile ya Nairobi. Huyu jamaa tutamgonga na kula milioni 6 milioni 7. Mwenyewe ndiye atapiga simu aseme Rigiji nimekubali, nipangie vile nitateremka nyumbani. Nimuulize unataka kuteremka na gari ama na ndege? Hiyo ndio mazungumzo. Nimeona jana amesema kitu mzuri sana. Alikuwa na interview. Anasema niko tayari kufanya kazi na viongozi wote isipokuwa Rigiji. Na ni kweli. Na si ati hataki, ni vile anajua haiwezekani.
Mimi siwezi chukua pesa yake. Hawezi nihonga. Mimi hawezi kunitisha. Mimi hawezi kunipindua. Mimi ameinua mkono. Amenitumania, haiwezekani. Na Kasongo umefanya mzuri kuambia Wakenya ya kwamba mtu hamwezi elewana na yeye Rigiji. Kwa hivyo wale watu wa Kenya wote hawataki Kasongo. Mtu ya kutegemea sasa imejulikana ni Rigiji mwenyewe. Kama unataka kufanya na hao wenzangu kwa ubizani, endelea. Nyinyi mkitaka kufanya na Kasongo, well and good. Mimi sina shida. Amesema anaweza fanya kazi na nyinyi yote isipokuwa mimi. Kwa hivyo sasa hata Wakenya wakiangalia ni nani anatakiwa kupeperusha hii bendera, tayari imejulikana. Ile mtu ambaye hawezi kubali mambo ya Kasongo, hawezi hongwa na yeye, hawezi tishwa na yeye. Lakini hao wenzangu wanasema ati anaweza fanya kazi na nyinyi. I want to advise you. Wewe ukishawishiwa na Kasongo, uchukue pesa yake ama akuongeleshe akutishe uende kwake, utaenda peke yako. Hakuna mwananchi atakufuata. But he has said he is willing to work with all the other leaders in the opposition except Rigiji. Because Rigiji has no price. Rigiji cannot be intimidated. Rigiji is committed to the liberation of this country. Rigiji is committed to make sure William Ruto is one term. And that he knows. Because ananijua vizuri. My colleagues, he is inviting you to work with him. It's up to you. But what I know, and I must advise, Kenyans will not follow you ukienda kwa William Ruto. Taenda peke yako. Mimi nimekaa ngumu, nimekaa kidete. Na mimi naomba Mungu hao wenzangu wakubali wanipatie hii ticket. Hii mtu nitakimbiza yeye kama baisikeli ya kuibiwa. Ya mwisho ni kwamba mumesema munipatie mtu akuje pale headquarter yetu ya chama akilishe watu ya Mount Kenya North, si ndio? Si ni kijana? Ni kijana mumepitisha? Si Yusuf ni sawa? Basi yeye akuje pale kwa neck ya chama. Ile kikao kikuu ya chama tukipanga maneno, mambo ya Mount Kenya North imekuwa represented hapo. Ingine muende mupange vizuri. Kiti ya governor muende mupange vizuri. Si ndio? Si mnajua? Zile kura zinanihusu sana, siko karibu na mimi, mnajua siko hapo. Na nikusema tu nitasema. Na itakuwa hivyo. Muende mu-identify ni nani. Hiyo tu. Senator mkubaliane. Women rep mkubaliane. Mkuje mniambie Rigiji viongozi ni hao. MP msikizane. Nimeona Thoranina tayari amesema ni yake. So pange vizuri. Mkimaliza mniambie. Sasa Rigiji kuja. Huyu ndio governor tunasukuma. Huyo mtu ya Kayole wacha huyu arudi Kayole. Arudi Kayole. Arudi asirudi. Aende Kayole, si ndio? Si amehangaisha watu ya Isiolo. Amehangaisha watu ya Isiolo. Amehangaisha watu ya Isiolo. Ingine hii ya assembly mnalia speaker na nini, wacha kulia sasa. Si uchaguzi ni next year. Wacha tusota utii maneno. Sasa kwa sababu sasa uchaguzi umebaki muda mfupi. Sasa hii viti ya MCA yote mpange vizuri. Tukue na MCA ya DCP. Tutachagua governor wetu, tutachagua speaker wetu. Kwa sababu sasa imebaki mwezi 11. Sasa hata tukilalamika wametoa speaker nini, tutafanya nini? Tujitayarishe uchaguzi. Solution ya hii maneno yote ni uchaguzi. Na ile mali yote imeibiwa ya Isiolo tutakuja kurudisha. Yes. Tukipata serikali tutarudisha. Kwani utaiba mali ya watu namna gani? How? Hii mashamba ya watu ya Isiolo how? Tutakuja kurudisha. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana. Finally nataka nikimbie nje kidogo Marekani, nikirudi munipangie safari ya Isiolo. Si ndio? Si mtapanga vizuri? Si vijana mtapanga? Si mtatulinda vizuri? Si wazee wako? Si wamama wako? Rigiji afike asifike? Isiolo na Marsabit, si ndio? Mimi siogopi. Juzi walikuwa wameniambia usikanyange Murwad Kir. Nilifika sikufika?
Si huko ni Kenya? Hata Isiolo mimi nakuja. Marsabit mimi nakuja. Mimi ni Mkenya. Marsabit is in Kenya. Isiolo is in Kenya. Bora watu wamenikubali. That is what is important. Si sasa Kasongo anataka kukitembea Isiolo watu wanakataa. Si huyu amekataliwa na wananchi. Kama wananchi hawajakataa wewe, kwa nini usitembee? So mimi nataka tutapeana siku mpange nikuje nitembee. Si ndio? Kuje mpange ni siku gani, kama ni Sunday niende kanisa hapo Catholic wapi, afternoon tufanye mkutano, ama kama ni siku ya kazi vile mtapanga. Kutoka hapo si barabara itengenezwe na Mwai Kibaki. Niteremuke mpaka Marsabit. Nauliza, ile mtu amepanulia nyinyi biashara ni nani? Ile ametengeneza rami? Mbona huyu Duale anajaribu kusema ati nyinyi ati Wakikuyu ni adui yenu? Kana Isiolo na Marsabit. Si wakati ya Mwai Kibaki? Kuna kazi Kasongo amefanya huko? Mniambie project moja ameanzisha imekwisha. Hata Meru, hata Isiolo, hata Marsabit. Kuna kazi hata moja William Ruto amefanya? Isipokuwa uongo. Kazi amefanya peke yake si ni kuua watu na ng'ombe za watu kuibiwa na kuiba mashamba ya watu. Lakini kazi ya Mwai Kibaki inaonekana haionekani. Mimi ni Mwai Kibaki wa pili. Na mtakuja kunipenda. Mtakuja kufurahia. Kwanza mimi ni mtu ya kusema ukweli. Ile haiwezekani nitasema haiwezekani. Ile inawezekana tufanye. Na tukisaidiana tutafaidika. Watu ya Marsabit, watu ya Isiolo, nataka kumpatia nyinyi hope. You are not alone anymore. Na mimi nitakuwa mtetezi wenu. Ng'ombe zikiibiwa mnaniambia. Si mmenipatia mtu sasa kwa chama. Sasa maneno ya Isiolo, Marsabit analeta haraka. Mimi naita press conference nikisema wanasimamisha. Because hii ndio dawa ya Kasongo. Mimi kazi yangu ni kumwanika. Juzi alikuwa amepanga uongo Vision 2060. Saa moja nikatangaza saa 9 akakwama. Ndio. Hata iko anataka kuiba Mlima Hills. Nitatoa information awache. Kuna Waamerikana ameshikana nao. Na niko na details. Kuna kitu kingine wanataka kufanya hapo kwa IBC. Wakiwa na Joho na Vice Chairman wa IBC. Iko system wanataka kulete ya kuiba uchaguzi. Ambaye ni details imebaki tu kidogo. Unajua sitakagi kusema kitu kabla sijapata yenyewe sawa sawa. So imebaki kidogo. Ninaomba Mungu by kesho kabla sijaondoka nikuwe nimepata. Ndio tuambie wa Kenya. Na unajua mimi si mtu ati anapewa information naenda ku negotiate na rais na serikali. Mimi nikipewa information na Kenya inasaidia wa Kenya. Na polisi wananipenda sana kwa sababu ninawasaidia. Na ndio wananipatia maneno. Niambia hapa. Kama sasa hiyo watu ya SOG wanasema sisi hatutaki kufanya kazi, hatujalipo. Pesa yetu Kasongo amechukua. So hii maneno tutaendelea. Hata ya Isiolo, Marsabit, please keep me informed. Wacha tutetee nyinyi. At least tumzuie kidogo bado tutaweza. Alafu mwaka ujao tumtoe. Si ndio? Nimeshukuru sana viongozi, tuko pamoja, tutasaidiana. Na mimi nitatembea, muende mpange sawa sawa. Na mpange uongozi. Mtafute governor mzuri ambaye atafanyia watu ya Isiolo kazi. Ambaye si mwizi. Ambaye hataiba mali ya wananchi. Muende mtafute senator mtetezi ya watu ya Isiolo. Mtafute women rep atatetea watu ya Isiolo. Mtafute wabunge watafanyia watu kazi. Alafu ile mnataka mimi tusaidiane, mimi niko tayari. Na hapa wa Munyoro mmekaribishwa anytime, hapa ni nyumbani. Ninajua yeye anafikiria ati wafugaji ni private property yake. Anaelea wafugaji kama ni watoto wake ama wafanyikazi wake. Hao ni watu wazima, hawezi pangwa na mtu. Wewe Duale nini umefanyia watu ya Isiolo? Nini umefanyia watu ya Marsabit? Siliwizi tupu. Yeye ameiba pesa ya SHA, pesa ya wagonjwa. Wanaiba na Kasongo wanapeleka huko Dubai. Pesa ya county anashikana na Guyo wanaiba. Mimi sijaona mwizi kuliko huyu Aden Duale. Na kazi yake ni mdomo pa. Na hakuna hata kura alipatia huyu rais.
Kura alipatia Rais William Ruto ni 7,000 peke yake. Hapo Garissa Township. Ile kura imefanya apate kiti ya urais ni ile nilipeana. Amepata kiti ya waziri. Ruto amempatia kazi kwa sababu yeye ni rais, na hapa Mlimani ndio tulimpatia kura. Huyu Duale has nothing. Ni mdomo na kelele mingi. Wafugaji. Kwani wafugaji ni watoto wako? Kwani ni wafanyikazi wako? Hao wafugaji wanaumia na umenyamaza na huko kwa serikali. Kama wewe unapenda wafugaji, bona mifugo yao inaibiwa kila siku. What have you done about it? Unashinda ukisema sisi wafugaji. Hao wafugaji wanaumia kila siku. Wanauawa kama kuku. Ng'ombe zao zinaibiwa, buzi yao inaibiwa. Umefanya nini na huko waziri katika serikali? What have you done for the pastoralists? They are suffering. Sasa tunaelekea El Nino. Iko mpango gani mmefanya ya kuzuia watu kuuawa na maji? Iko mpango gani mmefanya ya kujua vile mifugo itasurvive wakati ya El Nino? Iko mpango gani? Pale Tana River, pahali manyumba na bebwa na maji, wewe Aden Duale unasema wewe ni msemaji wa wafugaji. What action have you taken in anticipation ya El Nino? Mambo ya ukame mmefanya nini? Kazi yenu ni wizi tupu, kuiba pesa ya wagonjwa ya SHA. Sindio? Tumekubaliana watu wetu? Mutasalimiana? Si nimeshukuru sana kunitembelea. Ningetaka tukaekae, lakini niko na vijana hao majenzi wamejaa hapa. Ndio wanasema sasa kiongozi wetu, sisi ni majenzi, ukuje tuambie umeambiwa nini na wazee na wamama. Na sisi tuongeze yetu. Sasa nitawaambia watu ya Isiolo na Marsabit wamekuwa hapa. Na mambo yao wameniambia, nimeandika. Na nyinyi mseme yenu. Ndio saa 9 nitoe mwelekeo, tuendelee mbele.